Kamanda Muliro pole, kimenuka na sasa ni kubaya. Raundi hii hakuna wa kukutetea. Maana ni nini? Gen Z wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasee wa Tanzania na wastaafu kuunganishwa na wanaharakati wengine wa nje na ndani ya Tanzania wameandika barua 3. Barua ya kwanza imetumwa Marekani kwa superpower. Kumbuka Marekani is a superpower. Barua namba 2 imeenda kwa Umoja wa Mataifa. Barua ya 3 imeenda ICC, International Criminal Court, kwa Kiswahili inaitwa Mahakama Kuu ya Dunia ya Makosa ya Jinai, ikiwa na jina la nani? La Komanda Muliro. Yale machafuko yote yalitendeka ndani ya nchi ya Tanzania ni Komanda Muliro na Mama Samia Suluhu. Sasa hivi ngojea. Kumbuka kuna mambo ya kitambo yalikuwa yanatendeka ujinga kitambo. Watu hawakuwa wamesoma, watu hawakuwa na akili. Saa hii watoto tumesomesha watoto. Uwezi somesha mtoto aenda kukua na upumbavu kama mzazi wake. Kama nyinyi hamkusoma, watoto wenu wamesoma, wamechua mambo mengi, na saa hii mambo ya kimatandao imeingia. Sasa watu wamepanuka kiubongo, wamepanuka kimtandao, wamepanuka kimasomo. Sasa ile upuzi na ujinga ya zamani, ndugu yangu, wajinga waliuawa, wajinga waliisha. Sasa hivi barua imefika 3. Umoja wa Mataifa, Marekani na ICC. Lazima utaelezea. Lazima utaelezea. Imagine, Komanda Muliro, wewe ndio umepewa nchi ya Tanzania. Ulinde wa Tanzania, ulinde wanabiashara, ulinde wakaaji. Sio lazima wakae wa Tanzania. Wakaaji wanaokaa katika nchi ya Tanzania, bora wako Tanzania kikatiba, kihalali, wanafaa kulindwa. Na wewe ndio msemaji wa polisi wa Tanzania. Wewe ndio IGP ndani ya nchi ya Tanzania. Wewe ndio umeambiwa. Unajua makosa ya Komanda Muliro, sijui ulitolewa wapi. Kwanza sijajua masomo yako umesoma wapi. Kitu cha kwanza sijajua Komanda Muliro umesoma wapi na umesomea nini. Makosa kwanza. Ningetaka nijue, na ngoja nitafanya research yangu. Nijue umesoma wapi, umesomea nini, kiwango chako cha masomo kimefika wapi. Sijajua umesomea nini, umesoma wapi. Wakati ulipewa wewe kama mkuu wa polisi ndani ya nchi ya Tanzania, umepewa majukumu ya kulinda wananchi wenye nchi, wakaaji wa hiyo nchi, wanasiasa wote wa upande wa upinzani na upande wa serikalini. Sasa sijui ulitolewa, maana sijui ulitolewa, ulijipata kwa hicho kiti namna gani? Kuna fashion, kuna kitu sijapata. Ulitolewa wapi ukajipata kwa hicho kiti? Ulikuwa wapi? Ilikuja kuchache mpaka ukajipata kwa hicho kiti? Ulipewa kama rafiki ama ulipewa kwa sababu umefaa kwa hiyo kazi? Hiyo hapo, hicho kiti cha komanda msemaji wa polisi Tanzania, ulipewa kwa sababu ulikuwa chawa ya rais ama ulipewa kwa sababu umefaa kwa hiyo kazi? Kwa sababu ungekuwa umesomea ukaelewa na ukapewa kwa sababu umefaa kwa hicho kiti, hatungeona upuzi ambao tumeona ndani ya nchi ya Tanzania. So nataka nichunguze sana, nichue kwanza
masomo yako, umesoma kiwango chako cha masomo, kwanza umesoma. Cha pili, hicho kiti ulichopewa cha IGP, Inspector General of Police Tanzania, ulipewa kwa sababu ni chawa ya rais. Maana nikikuangalia haufanyi kazi kama IGP. Maana IGP, by the way, nimesema hapa sio mara moja, afisa wa polisi yeyote anaitwa utumishi kwa wote. Afisa wa polisi yeyote anaitwa utumishi kwa wote. Yaani haufai kuonekana kwa siasa katika mlengo wowote, haufai kuonekana ukiegemea ama ukilalia katika mlengo wowote. Wewe unalinda wanasiasa wa milengo yote, unalinda wananchi na wafuasi wa dini zote. Imagine wakati unatumana jeshi la polisi waende kufunga kanisa la Askofu Gwajima, eti makosa amefanya ni kwa sababu amekemea makosa ameona ndani ya uongozi wako. Kwanza wewe na Mafuele na wengineo ndio mmekaa machawa wa Mama Samia Suluhu, munateka na kuua Watanzania wakiwa kwao, na ujui ya kwamba maandiko yanasema kila mchungaji, kila mhubiri amewekwa pale kukemea na kuonya, atawekwa pale kwenda kupembeleza. Amewekwa, sijui kama msomange maandiko, siku moja nitawatafutia maandiko. Maandiko yanasema mchungaji yeyote ambaye ameteuliwa amewekwa pale, asienda kupembeleza, ni kukemea na kuonya. So Gwajima alienda kukemea na kuonya. Hiyo ndio kazi yake. Sasa sijui kwamba wakati ulipewa hicho kiti kama IGP, ulipewa kama rafiki, kama chawa, ama ulipewa kwa sababu umefaa katika hiyo kazi? Kwa sababu nikiangalia kazi unafanya ni kazi duni, viwango vyako ni vya chini, hata ufai kukua hata afisa wa kiwango cha chini, maana uelewi kazi ya afisa wa polisi. Haufai, yaani haufai hata kukua wa ngazi ya chini. Sasa hivi angalia, kwa sababu ya kutojielewa, hauchui kazi yako, hauchui mipaka yako, haujui unafaa kufanya nini. Hebu niambie, wakati afisa wa polisi umepewa jukumu la kulinda Watanzania, wanasiasa wa milengo yote, wananchi wa kila aina, dini zote, unafunga makanisa, unateka wananchi na kuwaua wenye ulipewa jukumu la kuwalinda. Sasa hivi unaona kuna kilio ndani ya Tanzania, watu 10,000, zaidi ya 10,000 wamepoteza maisha kwa siku moja, na wewe ndio kiongozi, unajiita wewe ni polisi IGP. Kazi gani kabisa huko hapo? Wewe unasikia tu wako umevalia uniform, umevalia sare za kipolisi IGP, eti mimi ndio komanda Muriru IGP. Hata uko na akili kweli? Uko na akili? Wakati umesimama unapeana address, maana ujui kazi yako ya kwamba wewe umewekwa kulinda nchi na kulinda wananchi na wanasiasa wa mipaka yote na wanasiasa wa milengo yote na wanasiasa wa vyama, wakuwe serikalini ama kuwe upinzani. Ni jukumu lako kumulinda yeye. Sasa ukaenda ukatupa focus, hauelewi kazi yako. Sasa umekuwa chawa, umekuwa mwanasiasa badala ya kukuwa polisi, umekuwa mwanasiasa. Sasa kitu ungefanya wewe, tofua sare za IGP, ingia kwa uwanja upigiwe kura. Maana nimeona wewe umekuwa mwanachama wa CCM, umekuwa chaga wa CCM, unafanya campaign ya CCM na sasa ungekuwa ni katibu mwenezi wa chama cha CCM, sio IGP. Maana ufai kazi, utenda kazi wako huko chini.
Wewe ndio unaelekeza maafisa wako, wewe ndio unawaelekeza. Sasa kazi ya maafisa wako wakifanya ni kazi yenye, yaani Tanzania ni nchi inakula watu. Tanzania ni nchi inakula watu. Hebu nikuulize, Komanda Muliro, wewe ndio umepewa jukumu ya kulinda nchi na mipaka ya Tanzania na kulinda wananchi wote wawe salama, alafu wewe badala ya kuwalinda unaambiwa wewe unatumana watu watekwe na kuuawa. Ndio unapeana amri ya kwamba piga risasi. Watu wanaandamana wakitaka haki yao. Katiba ya nchi inakubali ya kwamba mwananchi, maandamano kwake ni haki ya mwananchi, maana anadai haki yake. Kila mwananchi ndani ya nchi yake ako na haki. Kama wewe uko na haki, wewe unataka kuishi na watoto wako, wengine umeua. So kwa sababu ya upumbavu, sasa hivi jina lako limetachwa. Jina lako limetachwa. Umoja wa Mataifa wametumiwa barua na Gen Z na wasee na wastaafu. Kuna watu wastaafu wamechoka na uongozi unaendelea ndani ya nchi na vitendo ndani ya nchi ya Tanzania. Kuna viongozi kama, kwa hiyo barua imeandikwa na majensi, kuna madaktari, kuna walimu, kuna wasee wastaafu katika ngazi za juu ambazo usifai kuwatacha kwa sababu ya hadhi yao. Wameshirikiana kuandika barua katika barua ni ngapi? 3. ICC Hague, Marekani superpower, Umoja wa Mataifa, na zimepokelewa na kuna hatua zinaenda kuandaliwa saa hii kuja kufuatwa, maana utepetefu, Komanda Muliro, uko chini ya viwango, haufai. Wewe kitu ufanye, ningekushauri fua masare za jeshi la polisi, enda kwa siasa, enda kuwa katibu mwenezi wa chama cha CCM, bali sio IGP. Haufai. Yani katika vile viwango haufai hata kukuwa afisa wa polisi tu wa kiwango cha chini, daraja ya chini. Yani sitakuona hapo. Sikuoni katika ulimwengu, wa afisa wa polisi. Sikuoni kabisa. Yani sikuoni kabisa. Yani nikiangalia katika ulimwengu wa afisa wa sijakuona kabisa. Maana ufai. Kwa sababu umepewa kazi yenye uelewi. Wewe ungekuwa mwanasiasa ama uende kukaa bodyguard, ukae PA wa Samia Suluhu ama ukae mchepuko wake. Maana naona kazi yako wewe, kazi ulipewa, kazi ya polisi, haujui enda kwa mchawa wa rais. Sasa kitu kilichopo, tukutane mahakamani. Yani tukutane mahakamani. Thank you very much. Kumbuka ni Magwe yanaongea kwa niaba ya Tanzania. Thank you very much for following us. Like, comment and subscribe.